Bwana Yesu asifiwe. Habari za wakati huu, karibuni sana kwenye YouTube channel yangu, na kama wewe ni mgeni, karibu sana uweze kusubscribe na kulike ili uweze kupata mafundisho ambayo yanakuwepo. Leo tunaongozwa na mada inayojulikana kwa kutambua, namna ya kutambua kusudi ambalo Mungu ameweka ndani yako. Namna ya kutambua kusudi ambalo Mungu ameweka ndani yako. Na namna pekee tulionayo ya kutambua kusudi ambalo Mungu ameweka ndani yetu ni kuomba Mungu akuelekeze kusudi lako. Ndugu yangu mpendwa, kijana na mtu mwingine unayenisikiliza, ili uweze kubaini ama kutambua kusudi ambalo Mungu ameliweka ndani yako, ni vizuri ukaingia kwenye maombi kumwomba Mungu. Unamwambia Mungu, mimi nataka nijue hasa ni nini unataka nifanye katika maisha yangu. Ni nini hasa Mungu unataka mimi nifanye katika maisha yangu? Ni swali ambalo unatakiwa ujiulize na umuulize Mungu kupitia maombi. Hapa unaweza ukaungana na programu kadhaa za maombi ambazo zinaendeshwa na watu wengine, au wewe mwenyewe ukawa na maombi yako, prayer point zako. Tunasema maombi, ombi lako kuu ni kuomba Mungu akuelekeze kusudi lako. Hilo ndilo unahakikisha unajikita nalo, ili Mungu aweze kukufunulia na uweze kupata kujua nini kusudi lake kwako. Na hivyo kupitia maombi Mungu anaweza kuzungumza na wewe katika njia mbalimbali. Njia ya kwanza ambayo Mungu anaweza akazungumza na wewe ni kupitia njia ya ndoto. Wakati unaendelea na maombi, Mungu anaweza kukutokea katika ndoto. Na kila unachopata kupitia ndoto ni vizuri unapoamka unakiandika na unakiombea ili Mungu aweze kukudhihirishia zaidi. Mfano, unaweza ukaota kupitia ndoto, unaweza ukaota unafuga ng'ombe wengi. Hiyo inaweza ikawa inaashiria kwamba wewe unahitaji kufanya biashara au ufugaji wa ng'ombe ama katika biashara. Au ukaota unawasaidia watu wengi, pengine watoto, wazee, wasiojiweza katika maeneo mbalimbali, au umeenda kwenye kituo fulani cha kulelea wazee au watoto yatima ama watu wengine. Hiyo inaweza ikawa inatafsiri kwamba umeitwa kufanya charity au kufanya matendo yenye huruma kwa watu wahitaji. Lakini kingine, unaweza ukaota unanywesha watoto uji wakiwa wadogo mpaka wanapokuwa wakubwa, mpaka unaona wanafika PhD. Hiyo ni tafsiri kwamba wewe kazi yako kubwa ni kufundisha. Mungu amekuita katika eneo la kufundisha. Sasa yawezekana ni kufundisha kitu gani? Mungu unamuomba sasa ili akuweze kukufunulia zaidi ni kitu gani hasa mimi natakiwa nikifundishe. Lakini unaweza ukaota wakati unaendelea na maombi, unaweza ukaota unazungumza na watu wengi, mihadhara mikubwa, mkutano mkubwa, unaona. Sasa unatakiwa ujue sasa, inawezekana ukawa ni mwanasiasa, umeitwa katika siasa, au ni mhubiri. Sasa lazima urudi kwa Mungu, ongee na Mungu, mwambie Mungu, ninaomba nijue hasa nazungumza hawa ni watu, nazungumza nao hasa kitu gani? Kama amekupa watu, Mungu waongoze uweze kutambua kwamba wewe kusudi lako ni kuwa kiongozi na siasa mkubwa duniani. Lakini inawezekana ikawa ni kuhubiri, kuwa mhubiri mkubwa, kugusa watu wengi. Lazima Mungu anaweza kujifunulia katika mazingira hayo. Lakini pia unaweza ukawa umepewa kusudi la kufanya coaching au mentorship, yani kuwaongoza watu wengine kufikia ndoto zao na malengo yao. Mungu atakuonyesha ukiwaelekeza wanafanikisha jambo katika ndoto zao, katika ndoto zako wewe unazoziota. Lakini pia unaweza ukaota uko katika mazingira ya hospitali au mazingira fulani ya kimatibabu, unasaidia watu na wanapona, unawahudumia watu, unagusa watu, kila unayemhudumia anarudi kutoa shukrani kwamba nashukuru umenisaidia, nimepona. Unajua kabisa kwamba nimeitwa kufanya kazi ya kutibu. Kwa hiyo Mungu anaweza akajifunulia kwako kupitia ndoto wakati unaendelea na maombi.
Sasa ni vizuri unapokuwa katika kupokea ile ndoto uhakikishe kwamba ndoto yako umeinukuu vizuri, umeiandika sehemu vizuri, umeiombea, na kama haujaelewa unarudi tena kwa Mungu. Mwambie Mungu, mimi sijaelewa. Au pengine umeielewa lakini hauiamini. Nasema kweli mimi nitafuga kuku, kweli mimi nitafanya biashara ya samaki au ya ndizi. Hauamini. Rudi tena kwa Mungu, mwambie ni kweli Mungu nataka hichi? Mwambie Mungu, kama unataka kweli nifanye hichi, naomba tena unionyeshe. Mungu atakufunulia. Lakini kingine, Mungu anaweza akazungumza na wewe wakati unaendelea na maombi. Mungu anaweza akazungumza na wewe katika wazo. Mungu anapanda kama wazo. Unaweza kupata wazo la kufanya jambo fulani wakati unaendelea na mawazo na maombi yako. Wakati unaendelea na maombi ya Mungu kukuelekeza nini kusudi lake kwako, ndipo pale unaweza ukapata wazo. Sasa unaweza ukapata wazo pia vile vile la biashara, aidha la kufundisha, aidha la kutibu, aidha la kusaidia wengine, au huduma yoyote ile, mtumishi, mchungaji, mwinjilisti, mwimbaji, ama huduma yoyote ile ambayo Mungu anaweza kama amekusudia kuweka ndani yako. Lakini kingine unaweza ukapata kupitia neno la Mungu. Wakati unaendelea na maombi, unaweza ukapata kufunuliwa kusudi lako kupitia neno la Mungu. Biblia inasema katika kitabu cha Yeremia 1, neno linasema kitabu cha Yeremia 1 kuanzia mstari ule wa kwanza mpaka wa 4, utakuta pale limesema neno la Bwana lilimwijia Yeremia likasema, nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Neno la Bwana likamwijia Yeremia, Mungu akamwambia nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Umeona? Kwa hiyo maana yake nini? Mungu anamuonyesha Yeremia kusudi lake anapokuwepo duniani ni nini? Ni kuwa nabii wa mataifa. Sio nabii tu wa kijiji au mtaa au nchi tu, ni mataifa. Maana Mungu anabainisha mpaka ukubwa wa kile kitu ambacho unatakiwa kukifanya. Na mara nyingi ndoto anayokupa Mungu huonekana ni kubwa kuliko uwezo wako. Unaona? Na hapo ndipo kunapokuwa na changamoto. Mfano, Yeremia yeye akasema, Bwana, siwezi kusema maana mimi ni mtoto. Lakini Bwana akamwambia, usiseme mimi ni mtoto, utaenda kwa kila mtu nitakaye kutuma. Bwana akamwambia Yeremia, usiseme mimi ni mtoto, utakwenda kwa kila mtu nitakaye kutuma. Maana yake nini? Mungu atajidhihirisha katika neno, ataliweka, na siku zote kusudi analoliweka kwako litaonekana ni kubwa sana kiasi ambacho hauwezi. Ukiona kusudi linalotokea unaloliona mbele yako ni swala ambalo liko ndani ya uwezo wako, ujue kabisa fika kwamba hilo sio kusudi la Mungu. Ni jambo tu ambalo unaweza ukafanya. Lakini kama ni kusudi la Mungu, lazima litakutesa, litakusumbua. Unaweza usilale unawaza kwamba nitatatuaje kitu kama hichi. Lakini kwenye neno pia nilimwijia, tukiangalia kitabu cha Yona sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa pili pale. Yona neno pia lilimwijia likasema, ondoka nenda Ninawi. Ule mji ambao uliongezeka dhambi. Mungu anamuelekeza Yona aende pale akapige kelele juu ya hao watu kwa sababu ya maovu kuongezeka. Lakini Yona yeye pia badala ya kufuata yale maelekezo ya ndoto na maelekezo ya neno la Mungu lilivyokuja, yeye akabadilisha mji akaenda Tarshish. Sasa yawezekana upo sehemu unapambana, unamaliza unafanya hichi mwaka wa pili, mwaka wa tatu, mwaka wa 4, unang'ang'ana na kitu lakini hamna kupiga hatua, hasara zinakuingia, kurudi nyuma ni kwingi kuliko kwenda mbele. Hiyo yawezekana nikawa ni tafsiri tosha kwamba wewe hujaitwa kufanya hicho kitu. Unafanya kusudi la watu wengine, ukaacha kusudi lako wewe. Katika ujumbe huu wa leo, hakikisha unamuomba Mungu akufundishe, akufunulie nini unapaswa kufanya. Na kama kuna kitu ambacho unakifanya sio kusudi lake, ni vizuri ukarudi au ukamwomba akuonyeshe njia husika. Kwa hiyo kama utafanya kitu kwa bidii zote, hata usipolala usiku kucha, lakini si kusudi la Mungu, uwezekano mkubwa wa kutokufanikiwa kabisa ni mkubwa sana. Kwa hiyo ni vizuri
ukaishi katika kusudi la Mungu. Namna nyingine, wakati unaendelea na maombi, namna nyingine ambayo Mungu anaweza akazungumza na wewe ni kupitia maono. Maono, Mungu anaweza akakuonyesha. Maono yanatofautisha kidogo na ndoto. Sio lazima uwe umelala ukasinzia ukaanza kuota. Maono, unaweza ukapumzika sehemu, unaweza ukalala kidogo ukaonyeshwa katika kile kitu ambacho Mungu anataka ukifanye. Anaweza hakuonyesha kama labda pengine umeitwa kuwa mchungaji, anakuonyesha pengine jengo kama kanisa, kuna waumini na wewe labda upo pale unawasaidia, unawahubiria, unawafundisha. Inaweza ikaonyesha moja kwa moja kwamba wewe umeitwa kuwa mchungaji au kuwa mwinjilisti. Lakini uhubiri kwa uwezo mkubwa kiasi gani na kwa maeneo gani, Mungu anaweza kujibu unaporudi kumwomba tena. Kwa hiyo tumesema njia kubwa ya kujua kusudi la Mungu alilokuitia wewe ni kwamba lazima uhakikishe. Hivyo kijana ambaye unanisikiliza muda huu na mtu mwingine ambaye unatamani kusimama kwenye kusudi la Mungu, ninakusihi umwombe Mungu akusaidie ili uweze kugundua kusudi lake aliloliweka ndani yako, ili uweze kuishi yale maisha yanayompendeza yeye na yenye kufanikiwa, maana ndivyo ambavyo yeye anatamani zaidi. Na ninashukuru kwa usikivu wako, kwa kunisikiliza. Mungu akubariki sana unapoendelea kutafakari kusudi lako katika maisha yako, na unapoendelea kumuomba Mungu. Mungu akubariki sana, na ninakuomba usiache kufuatilia mafundisho katika chaneli hii, na kama bado hujasubscribe, naomba uweze kusubscribe na ulike. Karibu tena mpaka wakati mwingine.